Hope you're all doing fine. Leo nataka niongelee act inaitwa Electronic Transaction Act ambayo imeletwa na mabadiliko ya fedha ya mwaka 2026 2027. Hii act inataka malipo yafanyike kwa njia ya electronic na sio kwa njia ya cash. So ukitaka kulipa loans, ukitaka kulipa school fees, utatakiwa ulipe kwa njia ya kielektronikali. Na waziri wa fedha June alipokuwa anasoma bajeti yake alispecify kwamba kuna malipo yanatakiwa yasifanye kwa njia ya cash, na alitoa mfano wa malipo ukiwa unalipia nauli kwenye feri, mwendo kasi, au ukiwa unanunua land au una transfer gari lako au property yoyote. Alisema kwamba malipo haya yanatakiwa yafanywe kwa njia ya cash, but akasema kwamba watatoa guideline ya hii kwamba haya malipo yafanyikaje. Ndio sasa hivi tumeona wametoa act inaitwa Electronic Transaction Act ambayo imespecify malipo yanayotakiwa kufanywa kwa njia ya kielektroniki, na njia ya kielektroniki inaweza kuwa through bank, through M-Pesa, Tigo Pesa au lipa namba. So nitashare hapa hiyo. So ukiangalia hapa kwenye hii act yao wamespecify kuna malipo ya aina mbalimbali. So mfano kama unalipia kama nilivyosema nauli kwenye mwendo kasi, kwenye feri, na ukiwa unasafiri umbali wa muda mrefu kama imeandika long distance passenger bus services, utatakiwa usilipie cash bali ulipie kwa njia ya kielektronic. Alafu kitu cha pili, ukiwa unaenda kwenye shopping malls, gym, kwenye cinema, ukiwa unaenda kujaza mafuta yako petrol station, ukiwa unaenda una kodi kumbi, unatakiwa ulipie kwa njia ya kielektronic. Alafu kitu cha tatu na cha nne, kama unalipia school fees primary, secondary mpaka chuoni, utatakiwa ulipie kwa njia ya kielektronic na sio kwa njia ya cash. Kitu kingine, kama umeenda kwenye mahoteli umelipia chakula, beverage, you have to pay through electronic means. Au unaenda kufanyika zako tour, you have to pay kwa electronic means. Na kitu cha mwisho ni kama unalipia motor vehicle au kama unauza au unanunua, utalipia kwa njia ya electronic. Au kama unanunua mazao through AMCOS au vyama vya ushirika, utatakiwa ulipie cash. Na unaweza kujiuliza hii inamaanisha nini kwako wewe Mtanzania wa kawaida, na kwenye uchumi wetu inamaanisha nini? So I think serikali wanajaribu kumove to a cashless economy which is good, and watu kwenye mabenki, makampuni ya simu watapata pesa nyingi kwa sababu transaction volume zitaongezeka. Lakini naona kwamba kutakuwa kuna challenge moja kwenye utekelezaji, kwa sababu tunachajiwa fees ambazo ni nyingi sana. Ili iwe effective, I think mabenki na serikali inabidi wakae chini wakubaliane kwamba wapunguze hizi transaction fees. Ukilinganisha kama nchi kama Kenya, tunaona kwamba wamefanikiwa kumove kwenye cashless economy kwa sababu fees za kufanya hii miamala imepungua. So I think serikali wakae chini wa discuss and tutafikia kwenye hiyo cashless economy. Lakini kwa watu wanaowekeza kwenye mabenki, telecoms, hii ni habari njema kwa sababu transaction zitaongezeka, which inamaanisha kwamba income itaongezeka na wewe kama mwekezaji utakuwa kwenye better choice. So hiyo ndo Electronic Transaction Act. So happy to see how this will unfold na jinsi gani watu wata embrace. So kumbuka kwamba sasa hivi ukienda mall, ukienda kulipia rent, ukienda kulipia school fees, you'll have to pay through electronic means na hutatakiwa kulipia through cash. So thank you for joining this live. See you next weekend.